Karibu tena kwenye channel yetu. Leo tunaingia kwenye ulimwengu wa cyber security. Lakini sio kwa lugha ngumu, ni kwa lugha nyepesi tu ya kitaalamu. Leo tunabomoa au tunavunja baadhi ya imani potofu. Kubwa zaidi kuhusu usalama wako mtandaoni ambazo watu bado wanaamini. Ngoja nikuulize. Ushawahi kusema mimi sina la kuficha kwa hiyo niko salama? Au nina strong password siwezi kudukuliwa? Kama umewahi kufikiria hivi, kaa karibu. Unaweza kushtushwa na ukweli. Fikiria kuamka asubuhi na kugundua akaunti yako ya benki imevunjwa na pesa zimepotea, au message zako binafsi zimevuja mtandaoni. Hii inaweza kumtokea mtu yeyote, hata wewe unaangalia hii video. Leo tunafungua macho yako, tunafichua imani na tunakuambia jinsi ya kujilinda. Twende kazi. Imani ya kwanza, watu waamini mimi sio target, kwa hiyo sina sababu ya kuhofia. Watu wengi wanaamini kuwa wahalifu wa mtandaoni wanalenga watu maarufu au matajiri pekee, lakini reality ni kwamba hackers hutumia njia za kimataifa. Wanatuma phishing emails kwa maelfu au mamilioni ya watu wakisubiri mtu mmoja tu abonyeze linki mbaya. Yaani ni kama mvuvi kurusha ndoano kwenye ziwa au mto au bahari akisubiri samaki mmoja tu anasa kwenye ndoano. Mfano, mwaka huu pekee maelfu ya watu wa kawaida wamepoteza pesa zao kwa sababu taarifa zao za kawaida zilitumiwa kufungua account banki. Data yako ndogo tu kama email au birthday inaweza kumsaidia mdukuzi kuiba identity yako. Kwa hiyo weka strong password na two factor authentication kwenye account zako zote, hata kama unaona huna la muhimu. Imani ya pili, watu waamini kuwa antivirus pekee inatosha kunilinda. Antivirus ni muhimu, lakini sio solution ya miujiza. Siku hizi hackers wanatumia social engineering kama phishing, barua pepe zinazo kuomba ubonyeze linki au utoe information zako. Hapa antivirus haina nguvu. Fikiria kwa sekunde chache tu, ukibofya linki isiyojulikana unaweza kupoteza control ya kompyuta yako au smartphone yako. Kwa hiyo usibofye links usizozijua au kudownload attachments za ajabu, hata kama antivirus haijapeperusha alert kwamba antivirus detected au virus detected. Imani ya tatu ni kuwa na strong password inatosha. Ni sawa, password imara ni mwanzo mzuri, lakini ukitumia password moja kwa kila akaunti, hackers akipata sehemu moja anaweza kujaribu kwenye kila akaunti yako. Hii inaitwa credential stuffing. Mfano, mtu mmoja alipoteza akaunti zote kutoka Facebook hadi email kwa sababu password moja ilivuja kwenye website moja ndogo. Kama mtu anapata password yako moja, ni kama kumpa funguo zote za nyumba na ofisi zako. Kwa hiyo tumia password tofauti kila mahali, au tumia password manager kukumbuka. Najua changamoto kubwa ya kutumia password moja ni ili mtu aweze kukumbuka. Password manager itakusaidia kukumbuka. Kwa usiogope. Usisubiri hadi udukuliwe ndipo uamini. Chukua hatua sasa.
linda information zako na kaa salama mtandaoni. Ni imani gani ulikuwa bado unaamini? Comment chini kama umejifunza kitu kipya leo. Bonyeza like, subscribe na share video hii. Uweze kujua nani ataepuka. Hii ni Z Cyber X.